Unajua kuna kodi fulani ukizijua kwenye hii dunia itakuwa ni rahisi sana kumsoma mtu yoyote unayekutana naye. Yaani kuna kodi fulani ukizijua ni rahisi sana kumsoma mtu yoyote hata kama wewe anajificha vipi. Ni rahisi sana kumsoma kama kitabu kilicho wazi. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukufundisha baadhi ya kodi hizo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kunifollow. Na kama bado hujapata channel ama eneo ambalo unapata mafundisho non-stop, basi ingia YouTube, andika Windful DG, kisha bonyeza button ya subscribe. Kadri community yetu inavyozidi kuwa kubwa, ndivyo ninavyozidi kuachilia video zenye dakika mpaka 30 za kukufundisha namna ya kuwa katika ulimwengu wa roho. Lakini vile vile tukiongezeka kwa namba pale YouTube, nitakuja kuwafundisha namna ya kumsoma mtu kupitia namba. Pia kusoma vifo vya watu vilikuwa vya namna gani kupitia tarehe walizofariki. Usikose somo hilo. Cha kufanya, bonyeza button ya subscribe pale YouTube, kisha nitakupa elimu hiyo. Lakini leo hii nataka nikudokeze mambo machache, au sio? Unajua bana, watu wanaoongea kwa mfululizo, yani anaongea bila break, jua kabisa mtu huyo anaogopa ukimya unaweza kuumbua kitu. Silence is so powerful. Ukimya una nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Ukimya sio poa. Ukimya unapiga kelele kuliko kelele yenyewe. Ukimya una sauti. Yaani mtu anaponyamaza kimya anajua atoi sauti. Lakini kwenye masikio yenye utulivu, ukimya unaongeaga. Kwa hiyo watu ambao wanajua kuna vitu fulani wanavificha, wanaongea straight. Yaani hakupi nafasi. Unaweza ukaanza kumuelewesha kitu kasikia ndio yaani anajitahidi kuongea, kuitikia haraka haraka, ile kadri anavyotoa sauti maana yake ni ana block kile unachokiongea, kuumbua kile kilichoko ndani yake. Sijui kama unanielewa sawa sawa. Kwa hiyo ukiona mtu umekutana naye kwenye maisha yako anaongea straight, yaani anaongea mfululizo, hakupi nafasi, jua kabisa huyo mtu siku akinyamaza mtajua kile kilichoko ndani. Lakini sio kuongea tu, hata kuchekesha. Yaani ukiona mtu anapenda sana kuchekesha watu, yaani anapenda sana kuongea utani, jua kabisa ni sehemu ya kuficha vitu hivi ninavyokutajia hapa. Either maumivu ama akili. Watu ambao wanachekesha wana mambo mawili nyuma yao. Ni either maumivu ama akili. Watu wengi ambao wanachekesha watu wanadhani wapumbavu. Lakini ukweli ni kwamba watu ambao wanachekesha ni kufanya ucheke, either standing comedy ama comedy aina yoyote, jua kabisa mtu huyu ana akili kubwa, kwa sababu anatengeneza kisa ambacho hakipo ili ya kufanya wewe ucheke ya nyamaza, yani asicheke wewe ucheke. Sio kama unanielewa sasa. Hii akili sio ndogo. Ukitaka kujua jaribu na wewe. Umeona? Kwa hiyo ni mambo mawili. Ukiona hana akili kubwa, jua ni anaficha maumivu. Kuna watu ambao wanachekesha watu lakini wao ni zero brain. Jua kama ni zero brain, basi jua ni anaficha pain. Ndani yake kuna maumivu sana. Ndio maana Charlie Chaplin, mchekeshaji, aliwahi kusema, ninapenda kulia kwenye mvua ili watu wasione machozi yangu. You see? Neno kama hilo linawezaje kutoka kwa mchekeshaji? Waona kitu kama hicho. Lakini kupitia ukurasa huu ninakupa tips nyingi ambazo utaweza kujua. Lakini vile vile kukwepa macho, yani kukwepa kutazamana na mtu usoni ama kuangaliana naye macho, ni ishara ya udhaifu my friend. Kama unaweza tumbua macho, lakini usiyatumbue kwa kuyafungua sana, maana nao ni ishara ya kuficha kitu. Watu wengi ambao huwa hawalengeshi macho na wewe, maana yake kuna hatia inatembea ndani yao, yani kuna hatia inaishi ndani yao. Either uoga ama uongo, ambao kadri wanavyokuangalia wanaogopa, unaweza kuona. Lakini sasa jitu lenyewe ambalo linaogopa kama unaweza kuona, hata macho ya roho huna, macho ya akili huna, na ni kwa sababu hujafollow ukurasa. Lakini kwa sababu una follow sahihi, utaweza kutambua na kusoma watu kama kitabu kilicho wazi. Mara nyingine ama siku nyingine, kazi ya mtu macho, usikopeshe macho. Kazi ya mtu macho mpaka ogope. Sio kama unanielewa. Lakini vile vile mavazi ambayo yana rangi sana, ambao ni rahisi kuvuta attention, huwa yanavaliwa na watu ambao wanapenda sana kutazamwa. Yaani watu ambao wanavaa mavazi yenye mambo mengi ni watu ambao wanapenda attention, wanapenda kutambulika. Na ishara ya kutaka kutambulika ni ishara ya udhaifu wa ndani. Maana mtu ambaye ni imara ndani yake, yani mwenye nguvu ndani yake, kwa yule mtu wa ndani, huwa anaweza kutambulika bila hata mavazi anayovaa. Kwa watu wengi wanatumia mavazi, kodi, kupiga miwani, kuvaa kofia, kufanya hivi vyote hivyo kama sehemu ya kutambulika. Na nielewa vizuri, yani kama sehemu ya kujulikana, kitu ambacho ni wrong. Unatakiwa energy yako ya ndani
ndio ikutambulishe kabla ya mavazi uliyoyavaa, ama saa, ama smartphone uliyoishika. Ukiona unakuwa mkarimu kwa mtu kwa ghafla, usiwahi kuchukulia poa. Yaani huenda wewe sio mkarimu ama sio mtoaji, lakini ukajikuta kuna msukumo unakusukuma kutoa ama kuwa mkarimu ama kuwa na upendo. Aisee, usichukulie poa, kwa maana moyo wako unajua kitu gani ni sahihi. Uwaga kinachokudanganya ni akili, sio moyo. Moyo uwaga unajuaga kitu kingine kabisa kuliko hicho ambacho unakijua kupitia akili yako. Yaani moyo una maarifa yake tofauti. Na ndio maana moyo kwa moyo unaweza communicate, lakini akili kwa akili zinaweza kudanganyana. Watu wawili wanakuwa wanapendana kweli, lakini kwa sababu ya mambo waliyokufanyana unakuta hawataki kurudiana. Hawataki kurudiana kwa sababu akili zinawadanganya, ila mioyo yao bado inapendana. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo kama moyo wako unajua kitu gani ambacho ni sahihi kwako, usiwahi kujichukulia poa. Ukiona kuna msukumo fulani unakusukuma kufanya ukarimu kwa mtu yote, do it my brother, do it my friend, do it. Do it. Ukiona mtu anadhani wewe ni kimbelembele ama kierere, ukiona mtu anafikiri wewe ni mdokuzi wakati hujawahi kumdogua chochote, ukiona mtu anadhani wewe ni kierere unafuatilia maisha yake wakati hujawahi kuyafuatilia, hujawahi kusema, hujawahi kuchonga, hujawahi kupeleka umbea popote, jua mtu huyo kuna namna fulani energy yako ya ndani inamuumiza. Yaani nguvu yako ya ndani inamuathiri huyu mtu. Nguvu yako ndani kimuathiri, anaweza kukuchukulia vile ambavyo wewe haupo. Anaweza kukuchukulia wewe ni mbabe wakati wewe sio mbabe. Anaweza kukuchukulia wewe ni mkorofi wakati hujawahi kumkorofia. Anaweza kukuchukulia wewe ni mnyanyasaji wakati hujawahi kumnyanyasa. Anaweza kukuchukulia wewe ni mpelelezi wakati hujawahi kumpeleleza. Kwa ile nguvu yako ndani ina prove kitu fulani ambacho yeye kwa ile nguvu ya ndani ambayo iko ndani yake ana feel, anahisi kwamba unamuona kila kinachoendelea ama kila anachokifanya ama kila anachokisema, wakati ukweli kwamba humuoni na hujui, lakini kwa sababu nguvu yako ndani inakuwa imekwisha kutambua. Sasa nitakufundisha namna ya kujiconnect, yani wewe ujiconnect na hiyo nguvu yako ndani ili uwe na uwezo wa kujua. Usiishie tu kukuta watu wanakuchukia bila kujua ni kwa nini wanakuchukia. Umeelewa sasa? Ukiona mtu anakuwa tayari kukupoteza, yani anakuwa tayari kuondoka kwenye maisha yako, jua mtu huyu alishaanza mchakato wa kuishi, alishaanza rehearsal, mazoezi ya kuishi bila wewe. Yani alianza kutokutambua uwepo wako taratibu, kisha akaja ka-apply. Umeelewa sasa? Kwa tips hizi ambazo nimekupa leo, umeshika kipi? Umepata kipi? Niambie kwenye comment. Lakini vile vile naomba nikukumbushe, hapa pana maarifa yasiyokuwa na mipaka. Sio ubishano usiokuwa na mipaka. Kuna maarifa yasiyokuwa na mipaka. Na kama bado hujatembea kwenye ukurasa wa YouTube vizuri, tembea YouTube my friend, andika Wonderful DG. Kisha bonyeza button ya subscribe, tusiishie TikTok tu. Na pale YouTube kuanzia mwezi huu wa 3 ikiwa mwaka 2026 tutakuwa tunaposti video moja kila siku. Video moja kila siku yenye urefu ikiwa na maana hata dakika 30 kila siku kwa mwezi mzima. Mwezi wa 3 naupa kama zawadi kwenu, ambapo nitafundisha maarifa non-stop. Karibuni sana. Karibuni sana. Mimi naitwa Wonderful DG. Kumbuka tuko 100% tu. Bye bye.